Picha inaanza kuonesha wazazi wawili wanapata chai breakfast. Bidada kwa jina la Albina anaingia na kuwasalimia wazazi na kwa anaenda meeting ya biashara bana. Bidada mwingine kwa jina Nick, mdogo wake mtoto kwenye familia, anapata simu ya rafiki yake, shoga yake ukweli, akimhitaji boss fulani ambaye ataunganisha katika dream yake huyu bidada ambaye alikuwa nayo kwa fashion model. Basi Nick anajiandaa na kwanza kutafuta funguo za gari. Baba anasema funguo ninazo mimi. Bidada anauliza kwa nini dadi, kwa nini funguo za gari unazo wewe wakati ndo nazihitaji mimi nikaende kwa shughuli zangu? Mzee anakataa, anasema hamna, nimekufungia sasa kwenye akaunti zako uweze kupata tena huduma zangu kutokana na tabia yako mbaya ya kutotaka kunisikiliza. Bidada anasema mimi fashion model, nataka niwe fashion model babangu. Ndio kitu ambacho nakihitaji kwa maisha yangu. Sitaki kuongozwa, sitaki kupelekeshwa kadiri shughuli zako zinavyohitaji. Nikifanya kazi kwenye kampuni yako utanipelekesha, au utanipa muda, au utaenda muda wa kusikiliza mimi na kufanya mambo yangu ya private. Ndio maana nataka nisifanye kazi kwenye kampuni yako kama inavyohitaji. Anang'ania funguo za gari, akinihitaji na kumsihi mtoto wake aanze na mara moja kufanya kazi katika kampuni ya mzee. Anasisitiza. Basi bidada anasisitiza kwamba yeye anataka kuwa fashion model na sio kufanya kazi kwenye biashara ya mzee. Hajajua na mambo yake. Kama bei muda mrefu sasa tujaonana. Umeondoka miezi mitatu sasa. We have to have fun. Kwa muda ambao tulikuwa tuonani tumemisiana sana. Lakini kabla hatujafanya yote, nilikuwa na mteja fulani ananisubiria hapo kwa nje. Ngoja kwanza nimaliza naye, after kumaliza naye tutazidi kuongea zaidi na zaidi, tutazidi shika na muda mrefu sasa. Kwa nini unakataza tusongee kidogo, nisikukisi kidogo, tukafanya vitu ambavyo wakati tunafanya kitu nyuma? Mimi nakwambia sorry, nachukua dakika 3-4 hivi, lakini tutazidi kuongea baadaye kidogo. Sasa anamwambia sasa mwanae Nick kwamba umeharibu CV ya familia yangu, umeharibu hadhi ya familia yangu ambayo ilikuwa watu wanaona mimi mfanya biashara mkubwa, lakini kuna mtoto kama wewe unanitia aibu kwa kwenda kufanya vitu ambavyo havifuati maadili. Hii sio tabia nzuri Nick. Nick anachamaa na sana, anasema hata kama naletea familia aibu, basi hata ndio kuletea aibu zaidi na zaidi. Basi goma inaendelea. Bidada Adina akarudi kwa mshikaji wake Dark. Anamuuliza kama hajakuta mke wowote mwingine ndani. No babe, hakuna mke mwingine anaweza kuingia humu zaidi yako. Najua umenimisi na mimi nimekumisi. Ngoja kwanza nipate nioge, alafu vitu vingine vitafuatilia. Basi ngome naenda asubuhi hiyo. Adina anamuita Dark na kumwambia inabidi aende kazini. Dark anasema no babe, inabidi ubaki hapa tuspendi muda tangia kwa sababu leo inabidi ubaki hapa tuspendi muda katika weekend nzima. Adina anasema no, ni emergency imetokea, nina meeting siyofanya kumwakilisha mzee wangu, inabidi tu niende. Alafu Dark nikwambie kwenye issue ya biashara ya mzee wangu, nakuomba usicomment chochote, weka kimya. I will see you later. Baadaye babe. Basi mshikaji anabaki zake pale ameng'ang'aa elewi. Kashika zake kijiko. Anashangaa mbona Adina ameanza kubadilika ghafla, mbona hakuwa hivi? Mbona sasa hivi anakaa biashara ya mzee wake? Haoni kama kuna haja ya kuwa na mapenzi? Ngoma inaendelea atonesha sasa. Bidada yuko na mzee wake. Mzee wake anamkumbusha kwamba walikuwa wanapata contact fulani ya mteja, itabidi sasa aiangalie kwa ukaribu. Bidada anamwambia, "Yes daddy, na nitahakikisha nikifika ofisini kwangu issue naifuatilia kwa karibu zaidi na nione kama hii contact itaenda vizuri. Mkataba ambao tunaona huyo mteja naamini utafanikiwa kiasi chake." Mzee anafurahi sasa, anafurahi na anajisemea moyoni, kila mtu anapenda awe na mdada au na kibinti kama wa kwangu ni naye mimi. Najivunia sana kuwa na binti kama huyu. Siku nyingine sasa Adina yuko pale na mzee anampa taarifa mbaya kwamba ule mkataba waliokuwa wamepatana
na mteja umefeli, hawajafanikiwa. Mzee analalama kweli, mzee analalamika, anasema Adina hayuko competent, hayuko makini sana na vitu vya eneo ofisini. Amewezaje kumwacha mpinzani wao awini mkataba ambao yeye ndio alikuwa inabidi awini? Dad, I do my best, nimefanya zaidi ya uwezo wangu. Mzee anasema huo best wako uliofanya au uzuri wako uliofanya ndio umetufanya leo tukusaidie, ile ambayo ingetupa pesa zaidi na zaidi. Mimi kwenye utendaji wangu wa kazi kipindi cha nyuma sijaifanya ujinga kama uliofanya leo, sijaifanya nikakosa fursa nzuri zaidi kama hii iliyokuwa kwenye huu mkataba. Mwazaje kufeli dad? Mwazaje kufeli binti yangu? Binti yangu imenifilisha sana. Kwa hili siwezi kutetea. Binti yuko ofisini sasa. Mume wake kwa jina la Darek anakuja. Anamkaribia na kutaka kumwaji. Binti anasema no, hapana, usifanye hivyo. Niko busy leo. Basi mshikaji anazidi kulazimisha amhagi, ampe kisi bidada. Bidada anasema baby, kipi shida sasa? Mimi nimeshakwambia niko busy, kwa sababu fanya shughuli. Niko busy, mbona hutaki kunielewa? Dada ananywea sasa. Mshikaji